Movie inaanza, tunamwona mzee huyo hapo huyo. Mzee kaja kudai hela bwana. Anaonekana mzee kuwa ni mtata kinoma yani. Mama achomoi, mama anajaribu kujitetea. Anamwambia bwana mimi leo sina hela bwana. Nipe muda basi nitakupa siku nyingine, lakini mzee anakuwa haelewi. Anamwambia mimi usinichanganye bwana, naomba pesa yangu. Kwanza amekaa nayo muda mrefu. Ya, muda huo tunamwona kuna mdada anaingia. Huyu mdada na shangwe kinoma yani. Anafika anajaribu kuelezea pale, jamani kuna watu wanajua kucheza nye, kuna watu wanajua kukatika nye, kuna watu wanajua kuchezesha makalio. Ya, mzee anashtuka, anamwambia wewe vipi unaongea mambo gani? Akamwambia ujue mwanao Amala bwana. Kumbe mzee ana binti yake moja mkali sana anaitwa Amala. Amala huyo hapo huyo. Tunamwona akiwa anacheza, Amala anacheza na katika viuno mbele za watu. Inaonekana ndo tabia yake, yani tabia yake ya kuchukua pesa fulani hivi kutoka kwa wanaume. So unajua wanaume wazao kujiachia bwana. Ya, tunamwona binti hapo akiwa anacheza nini vibe kama lote. Muda huo mzee anaingia yani. Akiwa anaingia Amala anashtuka yani. Mwisho wa siku mzee anaamua kuwapiga biti wale washikaji, anamchukua binti yake na kuondoka naye. Sasa unajua ikoje? Kaa hapo ndugu yangu. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika familia hii. Wanafika nyumbani, bado Amala anaendelea kucheza mziki. Mzee wake ana mind kinoma yani, anamwambia unajua wewe ni mtoto wangu lakini vitu unavyovifanya yani nachukia sana, lakini Amala anajifanya kama msikilizi mzazi wake. Mwisho anaamua kusema, ama analalamika sana, mzee wangu unajua mimi ni mtoto wa kike, angalia jinsi nilivyo kuwa mrembo, natakiwa niendelee kuutunza urembo wangu, naomba uniache basi niendelee kufanya kitu ninachokitaka. Mzee anamwambia kwamba unataka nini zaidi ya huduma ambazo nakupa mundani? Unakula, nakupa hela, unanunua nguo, ni nini kingine unataka Amala? Mbona unataka kuniua kwa pressure mwanangu? Amala anakaza, anamwambia baba, hivyo unavyonipa wewe bado havitoshi kunifanya mimi nikawa hivyo ambavyo nilivyo. Niangalie basi mzee. Mzee mwisho wa siku anaamua kumind sana lile tukio, na maana mwisho wa siku hajapenda kitu ambacho amekifanya Amala. Anamwambia ondoka hapa, ondoka mbele yangu. Amala anaondoka pale akiwa na hasira sana baada ya kutolewa sehemu ambayo alikuwa anajipatia riziki yake. Siku iliyofuata tunamwona mzee anaendelea kulalamika. Huyo mzee ananongwa vibaya mno. Muona muda huo tunamwona Amala anatoka naye akiwa kimya yani anataka mzee wake asijue anaenda wapi. Mwisho wa siku mzee anamuona na kumshtua, anamuuliza unaenda wapi? Amala anajitetea, anamwambia mimi naenda kanisani mzee, naenda kusali. Anamwambia unaenda kusali? Wewe unaenda kusali toka lini Amala ukaenda kusali? Kwa nini unakuwa hivyo? Ina maana unashindwa kutulia hapa nyumbani, unaona bora utoke uende kwa zuri na wenzio huko. Ama anajitetea, hakuna, mimi lazima niende nikamuombe Mungu baba. Anaambiwa kamuombe Mungu wapi? Mwisho wa siku bwana, ama anajikuta na nyongo yake. Tunamwona kumbe ndani alikuwa na nguo nyingine bwana. Lengo lake atoroke, mzee kashamshtukia. Mzee ana mind sana mwanae, anamwambia oya, usinizingue, hebu ingia ndani kutoka. Hamna kutoka, na hapo ndipo utapotaka. Ukitaka swala la kuomba au ukitaka swala la kusali, subiri mimi ndo nitajua unasali vipi. Lakini sio swala la wewe kuniambia utoke hapa unaenda kanisani. Acha kumchezea Mungu bwana. Upande wa pili tunamwona mshikaji mmoja handsome sana mwanangu, yuko na binti mmoja hivi naye. Naye pia kama ni wale mabinti fulani hivi amazing. Hawa bwana kumbe ni mtu na ndugu yake bwana. Akiwa wanabishana bwana, mtoto wa kike anamwambia kaka yake, kaka ni vyema ukatafuta mwanamke sasa, kwa sababu na kuona jinsi ulivyo unahitaji sana kuishi na mwanamke. Mshikaji anamwambia ni sawa, lakini mambo kama hayo ni mambo ya mimi kujipanga. Sio kila hisi tunaweza nikawa na mwanamke alafu nikawa fresh tu, lazima niangalie mwanamke gani ananifaa. Lakini bibia ana force, anamngangania, anamwambia sikiliza, mimi najua vitu vyako unavyovitaka, naomba unipe nafasi mimi ya kukutafutia mwanamke, maana yupo mwanamke mmoja mrembo hivi anataka kuwa na wewe. Kaka anakataa yani. Mwisho siku anamwambia katika maisha usiwe na uharaka yani wa kunitafutia mimi mwanamke. Mimi mwenyewe mtoto wa kiume na nitajua mwanamke gani ambaye ataweza kuwa na mimi. Bwana, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, kwa sababu hii sinema bwana ni sinema moja mzuri sana. Kama ukikaa hapo ukitulia, tukiwa tumetuliza akili, tunaweza tukaelewa kitu ambacho tunakifuatilia ni kitu cha aina gani. Upande wa pili tunamwona sasa kuna mshikaji mmoja hivi. Huyu anaonekana ni mchumba wake wa mchongo bwana wa Amala, akiwa nje na gari lake, yani gari lake kama vile yani sio niseme kitu gani jamani. Hata milioni 10 sinunui, milioni 3 sinunui, milioni 1 sinunui, sijui toza bei gani. Muda huo tunamwona piskali Amala anatoka ndani akiwa amependeza sana. Anafika anamwambia vipi ndugu yangu? Umependeza sana bana, unajua wewe ni mrembo sana, ama sidhani kama kuna mtu anaweza kufanana na wewe. Wakati huo muda mchache Amala anamwambia sikiliza, tuondoke kwenye gari tuondoke hapa, mzee atatokea. Atajui bwana mzee.
Sekunde hiyo hiyo mzee anaingia, wanajaribu kukimbia kwenye gari. Maskini ya Mungu, gari yenyewe haiwaki. Kila ikiwashwa mzee anajaribu kumwambia vipi, mbona gari haiondoki? Bibi anajaribu kuuliza pale, vipi mbona gari haiondoki? Jamaa anamwambia haya ni matatizo ya injini. Kila akijaribu kuiwasha wapi, mpaka mwisho wa siku mzee anaisogelea hiyo gari. Anamwambia haya, Amala toka nje. Mwisho wa siku Amala anaamua kabisa kwamba hapa hakuna cha kufanya, hamtaki kutoka. Anaamua kutafuta kitu ili avunje kioo. Mwisho wa siku wanatoka wenyewe ndani. Wanatoka bana, anamwambia ni kitu gani kinaendelea hapa? Mzee anamwambia, Amala anamwambia mzee wake, mzee unajua mimi kuna sehemu nilikuwa naenda mara moja. Unakwenda wapi? Na huyu jamani nani? Ama anajibu bana, anamwambia bwana ni mpenzi wangu. Mzee anashangaa, mpenzi wako ndo huyo? Na hii ndo gari yake? Gari gani anamiliki mpenzi wako? Mwisho wa siku katika malumbano ya hapa na pale, mzee kabidi kama vile akubali. Anamwambia kwa kumbe wewe huyu ndo nataka kuoe. Ama anaitikia, anamwambia huyo ndo mume wangu mimi, nataka awe mume wangu mimi jamani. Mwisho wa siku mzee anamwambia sawa basi, karibu tuende ndani, haina shida, wewe sasa hivi unatakiwa uwe mtu wangu wa karibu sana wewe. Kwa hiyo jamaa anakubali. Mwisho wa siku ama anamwambia mpenzi wake tuenzetu ndani, ana noma wewe mzee wangu. Umeona fresh anafika ndani, ila anakaa tu dakika chache baadaye tunamwona mzee anatoka na panga, anaamua kumfukuza mzee. Anamwambia sikiliza, mimi sitaki vitu vya kipuuzi mwanangu, katika maisha yangu hakuna kitu nakipenda kama mwanangu, alafu sasa vitu ambavyo unataka kuniletea ni vitu ambavyo mimi sivielewi yani. Mwisho wa siku vurugu zinakuwa kubwa jamaa. Mwisho wa siku kuna jaribu kutaka kupita kwenye gari lake, anaona kabisa hapa nitachelewa. Anaamua kumwambia Amala, baki na gari mzee, nitakuja kulifuata. Mzee anaamua kutulia zake pale, anaamua kusepa kwa kukimbia. Amala anamwambia mzee wake, mzee wangu unatakiwa kubadilika, hii sio tabia nzuri, unanikwaza baba, mimi ni mwanao baba. Mzee anamwambia wewe achana mimi bwana, kwenda huko ndani. Mwisho siku anaamua kwenda ndani. Okay, upande wa pili sasa tunarudi. Tunamwona sasa yule mtu na dada yake. Sasa dada mtu kaamua kumleta shoga yake, yani shoga yake ni demu fulani pisi, anaongea huyo. Huko akiwa anakula hapo, mshikaji naye anamwangalia bibi, lakini lengo kubwa la huyu mdada kwamba huyu shoga yake ndo amchukue huyu kaka yake, lakini kaka anaonekana kama mtu fulani hivi ambaye hicho kitu kama hajapendezwa nacho kutokana na muonekano wa huyu bibi. Yani wakawa wanaongea wanakula. Unajua mapenzi ni kumpenda mtu kwa dhati. Kwa mfano kama mimi huyu kaka yako nimempenda sana. Wakiwa wanaongea, jamaa anazuga hivi, anamwambia bana sikilizeni, nipende dakika moja na kuja maana kuongea na simu mara moja. Wanamruhusu basi. Huku nyuma sasa kuna baki umbea. Sasa wakiwa wanazungumza, unajua kaka yako ni handsome sana na mimi nimetokea sana kumpenda, na mimi huyu nitabidi niishi naye sio nini na nini. Huku dada mtu anakuchelewa, anafuata mshikaji chumbani, amemkuta ndo kwa mshikaji kaka, anaanza kumlaumu. Ina maana kaka umetoka pale umetuacha sisi, kumbe umekuja huku umekuja kuendelea na shughuli zako. Jamaa anamwambia sikiliza, nikwambie kitu sister yangu, mimi yule mwanamke mwanangu sijamuelewa yani siwezi, yani sio vitu vyangu, hawezi kuwa na mimi. Wanakuja wanaongea, lakini mwisho wa siku jamaa anasimamia msimamo yake, na yule bibi anaamua kutoka bwana. Unajua kweli mwamba anakuwa amekaza yani. Haya sasa tunarudi upande wa pili. Sasa huku tunamwona Amala sasa akiwa amelala. Amala baba yake anakuja na mwita, anamwambia Amala amka. Anamwambia baba kuna nini bana, mimi nimechoka. Anakuambia umechoka? Sasa leo ndo nimekuletea pasta, nataka aje tu afanye maombi. Amala anakataa, anamwambia baba sikiliza, mimi sitaki maombi. Anakuambia hapana, leo unatakiwa ufanye maombi, utake usitake, amka twende ukafanye maombi. Mwisho wa siku sasa Amala kutokana na shindikizo la baba yake kuwa kubwa sana, ikabidi akubali aamke, wafike mpaka zao sebuleni. Mara tunamwona pasta huyo hapo, huyo pasta anafanya maombi. Pasta mwenye anachekesha kinoma. Pasta anahangaika, unaambia anahangaika, anazunguka huko mara atokee huko, ama anatamani kucheka, anatamani kulia, lakini mwisho wa siku ndo kama hivyo sasa, kwa sababu ndo baba akasema acha mambo yaendelee. Maombi akiwa yanaendelea bwana, jamaa akampiga kidogo Amala. Kilichotokea manake Amala kamaindi unaambia Amala akatumia fursa hiyo kumpiga yule pasta, na pasta akaamua kukimbia. Mzee anamwambia wewe vipi unampiga mtu wa Mungu? Mimi mambo siyajui baba. Baada ya muda mfupi bwana, tunamwona Amala sasa yuko kwenye chini ya mti. Kuna mshikaji mmoja hivi kamshika kiuno mwanangu. Mshikaji ajitaki hata ajui. Muda huo mzee anatokea kwenye shoti moja hivi hatari, anamwambia wewe unafuata nini hapo?
Mbona mwisho siku mzee anataka kama kumfikia mshikaji, kama mpige mshikaji, anaamua kumkwepa mzee, anaamua kufanyaje, anaamua kumchukua mwanae na kurudi naye ndani, lakini mshikaji alikimbia vibaya mno. Mbona baada ya muda tunamwona sasa mzee akiwa na washikaji wawili wamefika huko, kashika kamba mkononi, anamuita Amara njoo. Amara sasa akajichanganya bwana, akatoka ndani. Alipotoka ndani, mzee akamchukua mwanae, mwanangu akaenda akaambia wale vijana wamchukue wafanye kazi yao. Wakamchukua wakamfunga Amara kwenye mti. Amara akawa analia sana, baba nisamee baba, kwa nini unanifanyia hivi mwanangu? Sema unajua nini kwenye maisha ukweli mwanangu, kukutana na wazee kama hawa ni jau sana. Mzee kama ni mtu fulani hivi ambaye ana feeling moja kwenye maisha, mpaka nafikia tu anafanya matukio kama haya, si matukio mazuri sana. Lakini anyway, muda ulizidi kwenda, Amara akiwa ametulia kwenye mti, bado akiwa ameshikiliwa na zile kamba. Mwisho siku mzee anafika, anasikitika sana akimwangalia mwanae. Mwanangu mwenyewe nampenda, mwanangu ndo hivyo tena, lakini mwisho wa siku kwa matukio anaonifanyia sina budi kufanya hivi. Lakini mzee aliingiwa na huruma, anajaribu kumfungua mwanae kamba. Mwisho wa siku tu baada ya kumfungua, mwanae aliongea maneno kwa uchungu sana. Unajua baba, mbona unafanya kama vile mimi sio mwanao? Mbona unafanya kama vile uliniokota? Au mimi sio mwanao? Ama anaongea maneno yenye hisia na uchungu mkali sana. Mzee anapata hisia na anapata uchungu kwa kujiona kwamba kweli hata hivyo kitu tunachokifanya sidhani kama anamtendea haki. Amara alizidi kuongea maneno makali sana. Anasema bora hata mama yangu angewepo, huenda angenitetea kwenye haya. Amara anatoka akiwa na stress zake, akiwa na mawazo yake, na amua kuingia ndani akiwa amechoka kabisa tabia ambazo baba yake anazifanya. Lakini mzee kwa sekunde chache aliwaza, alifikiria sana, lakini bado alikosa majibu ya kueleweka. Upande wa pili tunamwona mshikaji akiwa kwenye kochi, akiwa anaongea na mtu fulani ambaye hatumuone na hatumjui, ila anajaribu kumuelekeza kitu ambacho sisi wote tunaweza tukakielewa. Anamwambia, sikiliza, nafikiri unajua vitu vyangu. Hakikisha mwanangu, weekend hii napata mwanamke mzuri sana, mrembo ambaye nitakuwa naye, yani enjoy. Sasa moja kwa moja tunajua kabisa mshikaji kumbe alikuwa anataka mwanamke kupitia kwa mshikaji wake, ambaye mshikaji wake yeye atafute mwanamke ambaye watu ambao wanajiuza, yani unajua, nafikiri tunasema unajiuza, nafikiri mnaelewa kwamba atafute mwanamke fulani ambaye anajiuza ili aje naye pale enjoy. Sasa kata namaliza kuongea na simu tu, kumbe bibi alikuwa yupo karibu, bwana dada yake. Anamwambia, unataka kufanya kitu gani? Mimi nakutafutia mwanamke, nimekupa mwanamke mzuri, wewe unamkataa, alafu mwisho wa siku unataka kuleta mambo ya kijinga. Unataka kuchukua mwanamke ambaye wanajiuza jogora ili aje kukupoteza. Anaambia, sikiliza sister, kuna vitu nakusikiliza, kuna vitu sitaki kukusikiliza. Haya ni maisha yangu, nielewe. Upande wa pili mzee wangu akiwa na mawazo makubwa sana. Mzee anawaza sana, yani anawaza kutokana na matukio yaliyotokea. Pia anajaribu kumwaza mwanamke wake, yani ambaye ni mamake Amara. Alifikiria sana, anamwambia, umeniachia mtihani mmoja mkubwa sana. Kumlea mtoto wa kike sio kitu kidogo kama vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria, hususan akishakuwa mkubwa. Lakini naamini huko uliko unaona changamoto ambazo unazozipitia. Umeona? Kumekucha bwana, asubuhi na mapema sana tunamwona Amara akiwa ameshika simu, anaongea na shoga yake. Anamwambia, ikoje? Anamwambia, basi sawa, kwenye hilo mimi siwezi kulifumbia macho, nitahakikisha na kwenda na kila kitu kitakuwa sawa. Unaongea na simu wakati baba yako kwa akamwambia, baba hapa hayupo, nimeamua kutoka huko nyuma na naongea na wewe na simu. Kwa hiyo mimi namsubiri akitoka tu mzee wangu, na mimi ninachomoka nije huko. Kila kitu nafikiri kitakuwa sawa. Tunamwona Amara akitabasamu sana, ina maana kama vile kuna kitu amekipokea ambacho kitakuwa ni kizuri sana kwa upande wake. Baada ya muda fulani tunaona mzee anarudi zake kazini. Mzee karudi kazini taratibu, anafika kwenye nyumba yake, hamuoni Amara. Anajaribu kukuta mlango umefungwa. Anamuita, Amara, lakini wapi, kwa sababu ni wazi kabisa Amara, ina maana hapo eneo hilo hayupo, ina maana kaondoka kabisa. Hasa mzee akiwa anawaza kabisa, sasa mwanangu ana matatizo gani? Ina maana hayupo, kaondoka nyumbani. Mzee alimtafuta Amara, mwisho siku hakuna alichokiambulia. Tunaendelea bwana, tunamwona sasa Amara akafika kwenye ile nyumba sasa ya mtu na dada yake. Mlango unafunguliwa, anatoka dada mtu. Naitwa Amara, nimekuja hapa, kuna mtu nimekuja kuonana naye. Bibi anashangaa, ni nani yule kuja kuonana naye katika hii nyumba yetu? Kuna mwanaume yuko hapa, ndio kaniita, nimekuja kuonana naye. Umekuja kuonana naye hivyo? Umekuja kuonana na nani kwanza? Hapa nyumbani siishi, hakuna mwanaume yote, niko mimi tu peke yangu. Unataka nini? Naona tena umekuja na kibegi. Wewe ni malaya
Ama anakataa, anakuambia mimi sio malaya, ila najua ninachokifanya, ndio maana niko hapa. Naomba unitie huyo mtu kama inawezekana. Wakati wanazozana pale, tunamwona mwamba sasa anatoka nje. Kwanza picha tunaanza alipigwa na butwa baada ya kumkuta yule bibie pale ambaye alimuita. Ina maana huyu ndio mwanamke ambaye alikuwa anakusudia kuwa naye. Akimcheki ni kama vile anamuona kwa mara ya kwanza, akimwangalia kama mwili, anamwambia mbona chuma sana hii dada. Mtu anajaribu kumind, anamwambia wewe sikiliza, karibu ndani. Ushasiku anamchukua, anampokea na kuingia na ndani. Dada mtu kabaki kachoka. Upande wa pili sasa mtaani, mzee akiwa anaendelea kupambana kumtafuta Amara, akiwa amefika sasa kwenye ule mgahawa ambao siku zote tunamuonaga na kwenda kudai pesa. Mama anajaribu kujificha kwenda chini ya uvungu kwamba huyu mzee anakuja na anadai hela kwa ovyo, lakini mzee safari hii kaja tofauti kidogo. Amefika na panga pale, anajaribu kumuulizia Amara. Anamwambia sisi hatuwezi kujua wewe mwanao yuko wapi. Kama unamtaka mwanao endelea kumtafuta, ila hapa mwanao kiufupi hajakanyaga hapa. Ina maana kama unamtaka mwanao endelea kumtafuta bwana mzee, usituchanganye sisi. Huyo bibie mmoja ndo akawa anajaribu kumjibu huyo mzee ambaye alikuwa amefika pale, amefika kwa pupa kwa ajili ya kumtafuta mwanae. Kama unavyojua sasa, maisha kuna wakati yanakuwa magumu na kuna wakati maisha yanakuwa mazuri. Tunamwona sasa Amara akiwa ameketi sasa kwenye kiti na mwamba. Kuna msosi fulani ambao anapiga Amara akijiongelesha sana. So unajua tena Amara kama ni binti fulani hivyo Swahilini, anajaribu kujiongelesha maneno mengi sana pale kwamba unajua mimi kwetu sijawahi kula chakula kama hiki, lakini nimependa, nimeenjoy. Jamaa anashangaa, anamwambia wewe, ina maana hiki chakula hujawahi kula kweli? Anamwambia mimi sijawahi kula. Ina maana hiki chakula kwangu mimi ni chakula kizuri sana, na kwetu sisi hatujawahi kupika hivi. Anamwambia jamaa anajaribu kumshangaa tu bibia kutokana na namna jinsi alivyo, akimwangalia ni binti mrembo, alafu mambo anayomwambia anaona kabisa ni mambo ambayo hayafanyaje ndani, lakini anajaribu tu kukomaa kwa sababu anajua ndio yupo pale kwa sababu ya kake yeye. Upande wa pili tunamwona mzee usiku bado. Mzee bado ana stress kubwa sana na mwanae. Anajiuliza sasa, huyu mwanangu atakuwa kaenda wapi? Mbona ananikwaza hivi? Mbona ananiliza hivi jamani? Mzee anapata ma stress, lakini mwisho wa siku anakosa jibu. Sasa tunarudi sasa kumuona mshikaji sasa akiwa ametoka zake kuoga, ama yupo kwenye kitanda katulia. Aisee, watoto wa Swahilini hao, lakini watoto wa Swahilini unajua watoto wa Swahilini gani ya? Na watoto wale fulani wanakoga kali fulani hivi kwenye macho, kwenye shepa, lakini sio unajua wanakoga wa Swahilini, yani kwa namna nyingine, maana tunaitwa kuku wa kienyeji, lakini kwa kuku huyu jamaa atafaidi sana. Jamaa anapanda taratibu kwenye kitanda, lakini mwisho wa siku tunakuja kuona asubuhi mwamba anaamka, mwanangu akiangalia mwanamke anajua hii chuma mwanangu sijui hata ningeitolea wapi. Alafu sister ananiambia niachane naye. Wewe bwana usijisahau sana. Baba Amara kalala huko, mwanangu kachoka, kajikatia tamaa. Anajaribu kuamka asubuhi, anakuta kama kuna hisia za mwanae karudi. Anajaribu kuinuka, bado anaendelea kumtafuta mwanae kwenye ile nyumba, na anakuja kugundua kabisa kwamba ina maana huyu mwanangu ameamua kulala huko. Na hii sijajua sasa kama kaamua kuondoka mazima au yupo. Mzee akiwaza sana, lakini mwisho siku anaamua kujilaza tena kwenye kochi. Tunarudi na upande wa pili sasa, tunamwona mwamba katoka jikoni kutoka na breakfast face to face na dada yake. Anamwambia toka lini iko chakula ukakichukua afu kapanda anachojua? Akanambia hii ni breakfast, nimemwandalia mpenzi wangu. Breakfast? Ina maana umeamua sasa kumwandalia na chakula. Ina maana yuko hapa. Ina maana hapa yupo kwa muda gani? Bibi anajiongelesha sana, lakini mwamba anaona kama vile wewe bwana, mimi sitaki maelezo mengi kwa sababu mwisho wa siku nishaamua kufanya ninachokitaka. Niache nifanye ninachokitaka. Jamaa mwisho wa siku anapanda juu, lakini bibi unaambiwa kamind sana. Unajua masista fulani hivi wanoko. Yaani masista fulani hivi ambao wanataka wao vitu vyao ndio viwe kama hivyo, lakini mwamba alimkazia. Mwisho wa siku hakuna kilichoendelea. Tunarudi, jamaa anaingia zake chumbani nini, yuko na Amara katulia pale. Amara bado akiwa amelala, anajaribu kumwamsha. Baby nimekuletea breakfast. Amara kwake vitu vimekuwa vigeni sana yani. Anashangaa huyu mwamba, bwana nilipenda kiasi hiki, mwisho siku anaamua kuniletea chai kitandani. Kweli haya mahaba ndindindi. Mwisho siku Amara anaamua kula akiwa anafurahi tu na kuenjoy. Upande wa pili mzee kama mind sana ni mwisho siku anaona kabisa kwamba mwanae ndo kashafanyaje, kasha left road tena. Anaamua kuchukua nguo zake, anaamua kutoka nazo nje. Mwisho siku anazipiga na moto, lakini sasa kwa uchungu mkubwa sana. Unajua haya maisha kuna namna fulani vya kikaa
huaga na kava baya sana kwenye maisha ya binadamu. Binadamu tunatafuta pesa kwa njia nyingi sana, lakini kwa mifumo kama hii ambayo tuko nayo ya kisasa, ndio mifumo ambayo mwisho wa siku inapelekea mpaka wazee wetu kuna namna ambavyo wanaishi, unaona kabisa kwamba sio nzuri. Lakini sasa kwa hii situation, na maana mzee kaamua kabisa ku move on na mwanae, kwamba kujua kabisa mwanae kaamua kumtoroka kutokana na matatizo ambayo yuko nini, ambao kutokana na matatizo ya pale nyumbani. Lakini sasa tunarudi upande wa pili, pia tunamwona Amara bado pia anazidi kuenjoy Amara. Kuna maisha fulani ambayo hajawahi kuishi na kukutana nayo huko, maisha ya kucheza game, maisha ya kuenjoy, anajikuta kama yuko ndo kwenye lifestyle fulani hivi like maisha ambayo yamenyooka, na mwamba naye anajikuta anaingia kwenye furaha ambayo hakuwahi kukusudia kwenye maisha yake. Baada ya muda mfupi tunamwona mwamba anashuka chini, anamkuta dada yake, anamwambia sikia, sisi tunatoka mwanangu, tunaenda out, tunaenda kuzurura mwanangu na mwanamke. Sister anaumia, yani kwamba kwa nini kaka yangu anachukua mwanamke wa hivi, yani kuna kitu gani ambacho kwangu, yani kuna kitu gani ambacho kakikosa. Mwisho siku anagombana, anaambiwa jamaa, anamwambia sikiliza, ndo maisha yangu. Bibi anashuka chini, mwisho siku anamwangalia mwanamke, anamwambia yani kweli kaka yangu, yani kwa jinsi ulivyo, yani unaweza kuwa na mwanamke yuko hivi, cheki kwanza alivyovaa, cheki jinsi alivyo. Jamaa anamwambia sister, huyu mimi nitampeleka sehemu na atanunua nguo na atakuwa yuko sawa. Mwisho wa siku pale bibi anabaki tu ana kauli, yani kwa sababu mwisho wa siku kama unavyojua mapenzi yana nguvu sana, mapenzi yana nguvu kuliko chochote. Tunafika usiku, mwanangu bibi akiwa amekaa na mshikaji akiwa anazungumza, anajaribu kumpa story 2-3 hivi za baba yake, story fulani za life ambazo anapitia. Ni kwamba maisha yake yamekuwa magumu sana kutokana na situation ambazo alikuwa anaishi. Kwa mwisho siku anajikuta anaingia kwenye mifumo ambayo hajawahi kufikiria kuaga katika maisha yake. Mshikaji anajaribu kuongea naye, anamwambia sikiliza, usijali, kila kitu kinawezekana. Mimi nakuomba tu jaribu kuwa mvumilivu, tulie. Kila kitu mimi naamini Mwenyezi Mungu ndiye anapanga, kwa sababu umekutana na mimi, naamini hakuna kitu ambacho kitaenda tofauti. Haya, upande wa pili pia mzee anajaribu kuwaza, ameshika picha ya mama yake na binti, anamwangalia vizuri sana, anakumbuka sana mwanamke ambaye alikuwa kazaa naye na kazaa na mtoto ambaye mwisho siku mtoto naendo kama hivyo ambavyo tunaona. Upande wa pili pia Amara naye mpaka anatoa mchozi, analia kutokana na situation anayoishi na baba yake. Anapata ule uchungu wa dhati kwa baba, kitu ambacho anamfanyia ni kitu ambacho sio fair. Yani unajua kuna maisha fulani anaishi, maisha ambayo amekosa uhuru kabisa, lakini mwisho wa siku ndo mzee, nitafanyeje? Lakini kwa namna ambavyo unaishi, nilitamani sana kutoka nikakae mbali. Hata hii ya kuja huku kwako, na maana ni kutokana na uchungu ambao babangu kanifanyia. Jamaa anamwambia sikiliza, usijali, kila kitu kitaenda sawa. Siku iliyofuata mzee katoka na mshikaji wakiwa kwenye ndingalao, wakiwa kwenye mkwaju, gari la maana. Wanatoka wanaingia zao wapi? Wanaingia zao kwao, yani anampeleka kwa Amara. Anafika mzee kwa mbali, anaona gari fulani amazing. Mara anashuka Amara, anamuita dadi. Mzee anamwambia wewe, mimi sio baba yako, sina mtoto kama wewe. Mbona Amara alijisikia vibaya sana, afu kizingatia kaja na mshikaji kama la kwanza. Mwisho siku mzee hajataka shobo, hajataka nini, mwisho siku anaamua kuondoka. Amara akatulia pale. Mshikaji anamwambia vumilia, unajua wazee wakishakuwa wazee sana, kuwa na tabia kama hizi ni kitu cha kawaida. Unachotoka kufanya wewe ni kutuliza tu akili, kutuliza moyo, ina maana kila kitu kitakuwa kiko sawa. Usijali, mimi nipo, tutamsubiri mzee akirudi tutazungumza naye. Lakini Amara kile kitendo aliumia sana. Mwisho siku aliamua kuingia ndani na kibegi lake ambalo aliondokea. Akajaribu tu kuchukia sana kutokana na mifumo ambayo baba yake anaishi naye. Baada ya muda mfupi mzee tunamwona anarudi anaamua kufokeana na mwanae. Anamwambia wewe umekuja kufanya nini? Wewe umenikataa mimi, sio lema kuondoka nyumbani, umeamua kukimbia. Unakuja kufanya baba. Mzee sikiliza, kila maisha yana sababu zake. Lakini mzee wapi alimclash, mwisho siku aliongea, mwisho siku mzee tunamwona anajishika moyo. Kumbe mzee ana matatizo ya moyo, yani hii kitaalamu inaitwa pressure. Mzee aliamua kudondoka chini. Amara alijaribu kumsaidia baba yake kwa haraka. Mwisho siku baba akapata kanafuu fulani hivi, lakini bado hali yake ilikuwa haiko sawa. Lakini kutokana na situation ambayo Amara alikutana nayo ya mzee kuwa katika hiyo hali, ilimuumiza sana. Mwisho siku alisoma ile daftari kutoka kwa daktari, ndipo alipogundua kwamba mzee wake ana matatizo ya kudumu ya moyo. Upande wa pili jamaa anajaribu kushika simu yake, ni mtu fulani ambao ka falling love mazima. Dada yake anashangaa sana,
unajua kaka yangu mimi niko nakukubali sana, lakini kutokana na mazingira kama haya yani mpaka nashindwa kuchoka. Ni namna gani ambavyo umeamua kuingia kwenye mapenzi ya binti ambaye mimi naamini yule ni prostitute, naamini yule ni malaya. Kwa nini unafanya hivyo kakaangu? Lakini hakuna chambana tu, jamani hataki kumsikiliza, anaendelea kuchat tu na mpenzi wake Amara. Amara pia upande wa pili kuna babake anampa dawa ili ameze. Mwisho siku lakini Amara bado anaendelea kuchezea simu na mbeo huko yuko busy huko na babake, upande wa pili yuko busy pia na mpenzi wake. Mambo yakiwa yanaendelea hivyo, unaambiwa Amara ni mtu wa kutabasamu na ni mtu wa kupendeza. Lakini mzee wake anamwambia, mwanangu mimi sitaki uwe hivyo, mimi sitaki hiyo tabia, mimi sitaki uwe hivyo. Lakini wapi, unaambiwa haya sasa mambo ya video call yakiwa yanaendelea, mzee wangu jamaa kashika simu pap. Kuda dakika akiwa katika video call anamwona sura fulani ya mzee imekoma vibaya mno. Jamaa anashtuka sasa, hivi kuaje tena? Kushasikia anamwambia Amara, anamwambia unajua huyo mimi ni mzee wangu, yani mimi ni mzee wangu namjua vizuri sana, yani hapendi mimi niwe na wanaume. Sasa waga najiuliza ni kwa nini mzee wangu ananifanyia vitu kama hivyo. Mbona anaongea na simu na mshikaji, mshasiku mshikaji na basi fresh, mimi nitakachokifanya mzee nitakuja leo tuzungumze. Haya bwana. Baada ya muda mfupi mwanangu tunaona mshikaji akiwa na demu wake Amara wakiwa njiani. Amara anashuka hivi ili aje ajue kuna kitu gani masuala ya mtaani, kunavyojua umbea wa jiji, umbea wa mtaani tena kama tunavyojua namna gani ulivyo. Tunamwona wewe mama anakuambia umetoka mule sina nini. Mwisho siku Amara kitu alichokiendea kinashinda kueleweka. Mwisho siku anaamua kuondoka, anaingia kwenye gari. Jamaa anamwambia vipi mwanangu, mbona uko hivyo penzi wangu? Anamwambia unajua watu wa mtaani wanapenda kutibuana, wanapenda kuharibiana siku. Jamaa anamwambia sikiliza, hii ndio dunia jinsi ilivyo, unaweza ukaachana nao na ukaendelea na maisha yako kama kawaida. Mbona hakuna mtu atakaye kuingilia, funga mkanda tuondoke. Wanafunga mkanda, gari linazidi kutembea, mzee wanaamua kuondoka zao. Wanaondoka sehemu na enjoy tu. Unajua sasa hivi ni life limekuwa tamu sana, kwa sababu mapenzi yanapokaa sehemu yake yanakuwa yamekaa tu, yanakuwa hayatoki. Mbea wa mtaa anakuja kumuona Amara, ndio hivyo wala safari nimepata danga la maana hivyo. Amara anamwangalia. Mwisho siku na jamaa na kutumia ustaarabu anamwambia sikiliza mbie, unapokuta watu wamekaa basi jaribu kuheshimu. Umeona watu wanakuheshimu, jaribu kuwa na heshima, kuheshimu watu sio wajua. Mwisho siku ile kauli alivyoondoka, maana Amara alijisikia vibaya sana, aliamua mpaka kulia, lakini kutokana na mshizi jinsi alivyokuwa anamkea, kila kitu kilikuwa la tu. Mwisho siku Amara alirudishwa nyumbani akiwa na ndinga, akiwa na gari, alirudishwa na gari, anaenjoy atabasamu, huku mzee yupo kwa ndani anachungulia. Unajua mwanangu huyu mbona mambo ajabu. Mwisho siku akatoka nje akamwambia sikiliza wewe mzee, sikiliza wewe kijana, mimi nachokiamini heshima ndio kila kitu kwenye haya maisha. Hauwezi ukaja nyumbani kwangu alafu kamshikashika mwanangu hivyo. Ina maana hapa nakifundisha kitu gani? Na kuomba kitu kimoja, kuanzia leo kaa mbali na Amara, kaa mbali na mwanangu, kaa mbali kabisa na maisha yangu, na nisije nikakuona hata siku moja na kanyaga kwenye hii nyumba. Jamaa alijisikia vibaya sana. Mwisho siku aliamua kuwasha gari na kuondoka. Mbona sasa tunajifunza mambo mengi sana kwenye hii filamu. Tunajifunza vitu vingi sana. Tunajifunza ni kwamba kuna namna fulani hivi ambavyo tunatakiwa tuelewe na tueleweshane, kwa sababu maisha ni magumu. Kuna namna ambavyo wanawake wanapitia maisha magumu, lakini pia upande wa pili pia kuna namna ambavyo wanaume tunapitia maisha magumu. Unaweza kutafuta mwanamke kwa kuta anajiuza, lakini mwanamke akaamua kutulia kwako. Lakini pia unaweza kutafuta mwanamke ukamwona yuko vizuri, lakini kumbe ni mwanamke ambaye anafanyaje tukosea. Umeona? Sasa mwisho siku jamaa aliendelea kuwa na mawazo sana. Amara anapiga simu lakini anaangalia hawezi kuipokea kutokana na uchungu wa situation ambayo akafanyaje kakutana nayo. Ama anaye upande wa pili kalala, yani amechoka na mawazo nini. Mara tunamuona anajishika tumbo yani. Mwisho siku Amara hali yake ikawa imebadilika, ikabidi akimbilie hospitali mara moja ili aende kujiangalia kwamba ana shida gani. Baada ya kwenda hospitali Amara akajikuta ni mjamzito. Sasa akijaribu kumpigia simu mshikaji apokei. Aliamua kuingia WhatsApp na kuamua kurekodi audio ili imfikie mshikaji, kumwambia kwamba najua ndio amegombana na Faza, lakini usichokijua ni kwamba mimi Amara nina ujauzito wako. Aisee, wakati anazungumza ile kauli kumbe mzee wake alikuwa yuko nyuma, unaambiwa. Aisee, unajua mzee alijisikia vibaya sana na kitendo ambacho kilimpelekea sasa mzee akadondoka.
jamaa akapata stress upande wa pili, kwa baada ya kugundua kwamba Amara ni mjamzito, ikabidi atoke speed awashe gari ili afike pale kwa kina Amara. Lakini alikaa muda mrefu sana kujaribu kumsubiri Amara, manake hakuwepo. Muda ulizidi kwenda, mwisho siku usiku kaingia. Wapi tunamwona Amara akiwa anarudi akiwa kwa miguu akiwa analia. Yani Amara alikuwa analia kulikweli, hatujui Amara alikuwa analia nini. Lakini mwisho siku alimkuta mpenzi wake pale nje, akijaribu kumuomba samahani kwa kitu ambacho kimetokea kwa kutompokelea simu. Lakini bibie alionyesha kulia sana. Mwisho siku kama kuongea kauli ya kwamba baba amefariki. I say kile kitu kilimuumiza sana Amara. Baba yake alifariki kwa pressure, na pressure ambayo ilisababishwa na mwanae, lakini pia ni pressure ambayo alikuwa nayo kwa muda mrefu. Lakini siku hiyo ndo siku yake ilikuwa tu kaandikiwa ndo siku ya mwisho. Amara alilia sana, alilia vibaya mno. Unajua kuna watu wanaigiza, lakini huyu demu anaigiza zaidi. Umeona, aliigiza vizuri sana, aliigiza kiprofessional sana, na hii scene ilikuwa ni kali sana. Unaweza ukaiangalia full move kupitia akaunti yake mwenyewe ya Chioma, ukaangalia vizuri, ukaicheki movie vizuri sana, ili uone hizo scene namna gani ambavyo bibie alijaribu kuparticipate. Alilia sana Chioma. Mwisho siku alijaribu kumkumbuka baba yake, namna ambavyo alikuwa anamkataza. Alimkumbuka baba yake kwa vitu vingi sana. Umeona, jamaa alijaribu kuwa karibu yake Chioma. Mwisho wa siku mshikaji kabidi amlete Chioma, ikabidi aje kwa Chioma, haongee naye, anamwambia sikiliza, mimi kitu ambacho nimekifikiria, naona kama vipi ni kuoe na utoke hapa nyumbani tuende tukaishi na mimi. Lakini Chioma alijaribu kuwaza sana kama ni kitu ambacho hakiwezekani. Asa ambewa mtaa, ambewa jiji, anamwambia huyu Sandali alikuwa yuko vizuri. Huyu Sandali alikuwa anajifanya nani? Kila kitu kinaenda kina mwisho wake. Chioma alizidi kujisikia vibaya sana kutokana na namna ambavyo watu walikuwa wanamchukulia. Ina maana maisha kama haya yapo, maisha yale ambayo ya kuonekana kwamba mazingira yanakuwa yako hivi afu namna gani yanakuwa yako vile. Yapo sana. Chioma alilia sana. Unaambiwa mwisho wa siku Mwamba alikuja usiku, akaja akamchukua Chioma, akajaribu kuzungumza naye, akamwambia sikiliza, mimi ninakuchukua hapa na naomba tuende tukaishi nyumbani. Chioma hakuwa na chaguo la zaidi. Mwisho wa siku aliamua tu kuiangalia nyumba yao kwa mbali ambayo tayari kashaifunga, akapanda kwenye hilo gari mwisho wa siku na kuondoka. Upande wa pili tunamuona sasa dada mtu, kutokana na ile situation aliambiwa na kaka yake, akaona kabisa kwamba huyu kweli anafaa kuwa wifi yangu. Mwisho wa siku alimkumbatia na aliamua kumpokea pale nyumbani. Maugomvi yote yakawa yamekwisha. Hivyo yani maisha yakaenda poa zaidi. Chioma alilelewa, lakini mwisho wa siku alishtushwa na pete. Mshikaji kachukua pete na kuja kumvesha Chioma. Chioma alikubali kabisa, najua kabisa anakubali kuolewa na Mwamba. Mwamba mwisho wa siku akamchukua Chioma, na hapo ndipo tunamaliza sinema yetu kwa utram zaidi. Sasa nikwambie kitu mwanangu, sinema kama hizi hapa zinafaa uangalie, yani unaangalia vizuri, na ukitaka kuzipata hizi sinema, hebu jaribu kufanya hivi, una subscribe kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza kabisa, hakikisha una subscribe, alafu pia unabonyeza notification ili uwe wa kwanza kupata sinema kali. I say love it.